kwamba anaitwa Emma, ni mkuu msaidizi na mwalimu wa hesabu hapa chuoni, lakini kichwa chake anakijua mwenyewe tu na tabia yake. Huyu bibie anaitwa Sahil. Sasa katika harakati za hapa na pale kama kawaida yake, lakini ghafla anaingia bibie anaitwa Betty. Anafika pale na kusalimia, lakini alichokiona alibaki kushangaa tu. Basi mchezo ukao umeishia hapo. Basi bibie Sahil kabidi avae nguo na aondoke zake. I say, Mr. Emma alimaindi kinoma. Kwa nini unaingia ofisini kwangu bila hata kugonga? Hujui kama hapa ni ofisini? Tena ofisi binafsi. Basi bibi akabidi amuombe msamaha pale. Unamuomba msamaha nani? Umefanya upuzi sana wewe. Haya, nieleze nini kimekuleta. Basi bibi akamjibu, nimekuja kuhusu mtihani niliofanya. Kwa hiyo najua nilichokifanya katika mtihani na nina uhakika nimefaulu sana, lakini umeniwekea 5 iliyopelekea kufeli. Kwa hiyo unajua ulichokifanya eti? Bibi akamjibu, ndio najua. Unajua kabisa? Ndio. Basi kaa chini. Basi bibi ikabidi akae chini. Basi Mr. Emma akamwambia, kwanza jina lako unaitwa nani? Bibi akamjibu, jina langu naitwa Betty, na unajua kama mimi ni mwalimu wa hesabu hapa chuoni. Basi Betty akamjibu, ndio. Sawa. Akamuuliza, umesema umepata ngapi? Basi bibi akamwambia, umenipa 5 ya 100, lakini nina uhakika kabisa sio maksi zangu nilizotakiwa kuzipata, na hisi kutakuwa kuna makosa ambayo yaliyofanyika. Basi Mr. Emma akacheka sana, kisha akamwambia, ngoja nikwambie kitu Betty. Kabla ya kufaulu mtihani wowote hapa chuoni, unatakiwa kufaulu mtihani wangu kwanza, na mtihani wangu ni mwepesi kabisa, na baada ya kufaulu mtihani huo unapata 100 ya 100. Bibi akamwambia, lakini mbona mitihani yote niliyofanya nimefaulu, lakini umenifelisha? Umenipa 5 ya 100. Hizo sio maksi zangu, nilikuwa nishafaulu tayari. Mr. Emma akamjibu bibie, 5 umezitafuta wewe na 95 zinapatikana hapa. Bibie akashangaa, akaendelea kumwambia, baada ya kupata hizo 5 na hizi 95 jumla inakuwa 100. Umesema 95 zinapatikana wapi? Basi Mr. Emma akasimama na kumsogelea bibie na kisha akamwambia, Betty, unajua wewe ni msichana mzuri sana, na tangu nilipokuona hapa chuoni nilitokea kukupenda sana, na nimekuwa nikifanya kila kitu kuhakikisha unafaulu mtihani wangu. Ona jinsi ulivyokuwa mzuri, hupaswi kupata shida. Bibi akamtoa mkono, akamwambia, usiniguse. Mr. Emma akamwambia, kwa hiyo umetoa mkono wangu au sio? Basi bibi akamwambia, samani mwalimu, lakini. Basi Mr. Emma akasema, samani ya nini? Hebu niangalie usoni. Basi bibi akamwangalia, unajua wewe ni mzuri sana, hicho ndio kinafanya na kuhitaji, na nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Nitakupa 100 hata ukitaka 200. Kitu unachotaka ufanye ni kufanya tu mtihani wangu, na sio mgumu, sawa? Na kupenda ile ya ukweli. Bibi akaitoa mikono yake, usiniguse tena. Haya, nenda nje, ondoka ofisini kwangu. Basi bibi akaondoka zake. Najua umepagawa wewe, na siku ya kwanza nilipokuona nilijua kabisa umepagawa. Mwenda wazimu wewe, msichana uliyepagawa. Na siku ya kwanza nilipokuona sikuwahi kukupenda, nilijua tu umepagawa. Uchafu mtupu, na nisikoni tena ofisini kwangu. Basi bana, binti akawa ameondoka zake. Basi njiani anakutana na Sahil, yule mdada aliyemkuta ofisini. Basi Sahil akamwita, Betty, njoo hapa. Betty akamwambia, nini? Sahil akamjibu, nini ulichokiona ofisini? Kwani nimeona nini unachomaanisha? Kwenye ofisi ya mwalimu wa hesabu, nini ulichokiona? Basi Betty akamjibu, niliona tu mnalomantikiana wenyewe, mtu na mpenzi wake. Kwani unahisi nini kingine nilichokiona? Basi Sahil akamkunja Betty na kumpa biti kali. Sasa nisikilize, tena nisikilize vizuri. Haijalishi umeona nini, lakini hiki ulichokiona nikikisikia popote, na nikisikia umemwambia mtu yoyote, nitadili na wewe. Kisha akamwachia na kumuuliza, kwa hiyo unataka na kunipiga au sio? Nitakupiga kweli ukijaribu kunishika tena. Maana aliona bibia amekaza kinoma. Basi kila mtu akashika njia yake. Huku tunakutana na bibia anaitwa Eva. Hey Betty. Betty akamjibu, nini? Kwani unasemaje? Kwani nini kimetokea? Mbona uko hivyo? Basi Betty akamjibu, ni kuhusu Mr. Emma. Nimeenda ofisini kwake kuhusu mtihani niliofaulu, akanifelisha, lakini anaanza kunishikashika vile anavyojisikia. Hata wewe? Unamaanisha nini kusema hata mimi? Na mimi niliendaga siku iliyopita kuhusu mtihani niliofeli. Alitaka kunishikashika na kuambia si akataka turudiane. Kwa kweli sikujisikia vizuri. Mimi nikamwambia anatakiwa kunipa maksi zangu kwanza, alafu ndio nitarudi kumuona. Na kuanzia hapo ananisumbua paka leo, na nimekuwa nikimkwepa kwa kweli tokea ile siku. Basi Betty akamwambia,
Sikuwahi kufikiria kuwa Mr. Emma anaweza kuwa mtu wa aina hii. Na maanisha alikuwa mtu mwenye heshima sana, na kila mtu hapa chuoni alikuwa anamheshimu, hata mkuu wa chuo, na ni kama msaidizi wa mkuu wa chuo, na sielewi hii tabia imetokea wapi. Basi bibi Eva akamjibu, kwa kweli hata mimi sijui niseme nini, lakini sasa hivi tuna kipindi, tunatakiwa kwenda. Basi wakaondoka zao. Turudi huku kwa Mwamba, yuko ofisini. Ghafla mtu anapiga hodi, akamruhusu aingie. Baadaye anaingia bibi anaitwa Zara. Basi Mr. Emma akamwambia, unaweza ukakaa kabisa. Basi bwana, bibi alikuwa hana mambo mengi, anajua utaratibu, akaanza kupunguza moja moja pale. Mr. Emma akashangaa, akaguna kidogo. Basi bibi akamwambia, niko tayari. Uko tayari nini? Kufaulu mtihani wangu. Mr. Emma akamwangalia kisha akamwambia, kwa nini umebadilisha mawazo yako? Basi bibi akamwambia, nilienda kufikiria vizuri. Mwamba akamwambia, haya geuka. Akahakikisha kidogo, haya njoo. Basi bibi akasogea. Vipi, uko sawa? Bibi akamwambia, niko sawa. Unajua kitu napenda. Basi bana akafanya yake. Huku tunakutana na Mwamba anaitwa Nikki. Hello Betty, samahani naweza kuongea na wewe? Basi bibi akasogea na mwenzake Eva. Nikki akasema, nimemaanisha Betty sio wewe. Bibi Eva alimaini kisha akaondoka zake. Basi bibi Betty akamsalimia, vipi? Safi tu, uko poa? Niko poa. Vipi shule? Shule inaenda safi tu. Vipi kuhusu mtihani uliofanya? Mtihani nao ulikuwa vizuri tu. Sawa, nataka kuomba kitu. Haina shida, omba. Unaweza kuniazima 20,000? Bibi akamcheka sana. Kwa nini unacheka? Kwa sababu unachoongea kinachekesha, na maanisha utani wako umenifurahisha. Lakini sitani, niko serious. Uko serious? Basi bibi ndo kwanza anazidi kucheka. Nahitaji 20,000 kwa sababu. Kwa hiyo uko serious, unataka nikupe 20,000? Ndiyo, nataka kwa ajili ya biashara. Basi ndio anammaliza bibi kwa kicheko. Hivi ni kweli umesema biashara? Ndiyo, mimi ni mfanya biashara. Basi bibi akamwambia tu, samahani lakini lengo sio kukucheka. Basi sicheki tena. Sawa, lakini wewe ni mtoto wa tajiri na tena ni mfanya biashara. Lakini ona mimi hata niweke hela nilionayo kwa siku kwa mwaka mzima haiwezi kufika hata hiyo 20,000. Basi Nikki akamwambia, sawa basi nipe hata 10,000. 10,000 tu? Najua unayo bwana, usinifanyie hivyo. Betty akamwambia, kwanza kwa nini unaniomba? Unamaanisha hauna hata hiyo 10,000? Ndiyo, baba yangu alisema hawezi kunipa hela kwa sasa na amenipa kama adhabu. Basi Betty akamwambia, lakini mimi sio mtoto wa kitajiri kama wewe, kwa hiyo sina hata hiyo 10,000 unayohitaji. Hata 5,000 basi, niko serious. Basi bibi akamwambia, bana naona hata aibu kukwambia, hata hiyo sina. Akaondoka zake. Njoo basi Betty. Bana niache. Basi naomba hata 2,000. Betty akamwambia rafiki yake, usijali bwana, hana chochote cha muhimu cha kuongea. Kisha wakaondoka zao. Basi turudi kwa Mwamba huyu hapa. Tumpe jina gani? Weka kwenye comment. Usisahau kusubscribe for more notification. Maoni yako ni muhimu zaidi ili kupata kitu kilicho bora zaidi. Leo akakutana tena na Betty. Betty vipi? Niko safi. Natumaini umejiandaa vizuri na mtihani wako wa moko. Ndiyo, nimejiandaa. Na umesoma? Ndiyo, lakini ushauri wangu, nahitaji usome sana ili mwisho wa siku uje nje ya rangi zinazong'aa, ili ukija ujihakikishie mwenyewe. Sijui umenielewa? Kwa hiyo unasoma vizuri ili uweze kufaulu mtihani wako, uje na upate A, na kuhakikishia kama ukisoma vizuri ukatengeneza max kwenye mtihani wangu mwenyewe na ule mtihani wangu mwingine nitakupa max 100. Ujizingatie sana, sawa Betty? Kisha akaondoka zake. Basi Betty alichukia sana, sihitaji kabisa kumuona huyu Mr. Emma. Kisha akaondoka zake. Basi baadaye bibi Betty alikuwa na mawazo sana, amekaa zake chini ya mti. Nikki alimuona kisha akamsogelea na kumuita hello hello. Ikabidi amshtue. Hello, uko sawa? Ndiyo niko sawa. Una uhakika uko sawa? Ndiyo niko sawa. Una uhakika kabisa uko sawa? Maana sikuelewi. Bana nimekwambia niko sawa. Una shida gani? Basi samahani. Ikabidi Nikki aondoke zake. Turudi kwa Mwamba kama kawaida yake. Leo yuko na Zara, lakini ghafla mlango unagongwa. Mr. Emma akasema, subiri kwanza, nani unagonga? Subiri. Basi anaingia bibi Sahil. Mr. Emma akawaka, kwa nini unaingia bila kuruhusiwa Kwa nini unaingia ofisini hivyo? Basi bibi Zara akavaa haraka na kumwambia, nitakuona baadaye. Haina shida. Basi bibi Zara akaondoka zake. Mr. Emma akamwambia Sahil, hebu kaa chini. Nimekwambia kaa chini. Basi Sahil akiwa anashangaa sana ikabidi akae. Hivi kwanza kwa nini unaingia ofisini kwangu bila hata kuruhusiwa Umegonga mara ya kwanza nimekwambia subiri. Umegonga mara ya pili nimekwambia subiri. Kwa nini unafanya hivi? Kwanza muda huu ulitakiwa wewe ushaondoka nyumbani. Unafanya nini ofisini kwangu kama senene za Bukoba? Basi bibi akataka kujielezea. Ongea bana, nini kimekuleta? Basi bibi akamwambia, nimekuja kukwambia kuwa nataka kuondoka nyumbani. Ona sasa ulivyokuwa mabilingani. Sasa ulitakiwa kuondoka tu paka uje uniambie. Hauoni wenzako muda ukifika wanaondoka. Wewe kwa nini paka uje uniambie Sio vizuri bwana. Basi bibi akamwambia, samahani, unajua wewe ndio unanifanya niongee kwa sauti na wakati unaelewa kabisa kuwa wewe ni rafiki yangu sana. Basi bibi akaendelea kusema, samahani lakini natumaini hiki sio ninachokifikiria. Kwani unafikiria nini Yeye na wewe. Mimi na yeye kuhusu nini? Na kama ni kweli unafikiria nini kitatokea? Au unafikiri ni wewe tu ndio unaitaka max?
hata yeye anataka max na anahitaji kufaulu, na njia ya kufaulu ni kufanya mitihani yangu na iko miwili. Sijui unanielewa? Wewe tayari ushafaulu, utaki na wengine wafaulu? Kwani wewe ufurahii? Basi acha na wengine wafurahie, na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Najua ushaona kila kitu, unaweza ukaondoka. Ondoka. Basi bibie Sahil akasimama na kuondoka zake. Bibie Sahil alishaanza kumpenda sana Mr. Emma, lakini baadaye Mr. Emma akamuita, "Hey, njoo kwanza tumalizie." Kudadeki, nilikuwa nishachapa shuti moja, angalau ulitakiwa kumalizia alipoishia mwenzako. Sasa itakuwaje? We Zara. Basi bana, turudi kwa bibie Betty. Yuko anajisomea maana wanamtiani, lakini baadaye anakuja bibie Sahil. Kabidi awe mpole maana walishawahi kukosana. Akamsalimia Betty, "Habari yako?" "Safi, naweza kukaa?" "Ndio, unaweza kukaa." Basi bibie akakaa. "Naomba msaada wako." Betty akamuuliza, "Unaomba msaada wangu? Yaani unamaanisha unahitaji msaada wangu?" "Ndio." "Sawa, ni kuhusu mwalimu wa hesabu." "Nini kuhusu mwalimu wa hesabu?" Basi Sahil akajibu, "Kwa nilipofikia kwa kweli nahitaji msaada wako kwa kuwa nimechoka, kwa sababu nafikiri siwezi ishi bila yeye. Nahisi kabisa nampenda na aliniambia kuwa mimi niko mwenyewe tu kwa aliyenichagua." Basi Betty akamwambia, "Wewe aliwezaje kukuambia kuwa wewe ndiye mwanafunzi pekee aliyekuona na wewe ukamwamini?" "Kwa kweli hata sielewi. Ni yeye ndiye alinitoa usichana wangu na alinifundisha pia kuvuta madawa. Alikuwa akiagiza, mimi ndio nafuata na kumpelekea. Mzigo ndio huo hapo, nadhani utaufurahia." "Basi poa, ataufikisha. Alafu pia bei imeongezeka." "Kivipi?" "Sio 7,500 tena, ni 10,000. Kwa haina shida, atamwambia." "Utamwambia badala ya kunipa?" "Bana nina akaunti yako, utakutumia." Basi Sahil akaendelea kusema, "Sio hivyo tu, nishatoa mimba zake 2. "Unasemaje wewe?" "Nakwambia, ndio maana nimechanganyikiwa sana. Nahitaji msaada wako." "Na ushawaambia wazazi wako kuhusu hili jambo?" "Hapana, siwezi. Namaanisha, naanzaje kuambia kuwa nishatoa mimba 2 tena za mwalimu wangu wa hesabu na nimevuta bangi? Wananiamini sana, siwezi kupoteza uaminifu wao kwangu." Basi Betty akamwambia, "Nimekuelewa, lakini wanatakiwa kufahamu ili wafahamishe uongozi wa chuo kuhusu kila kitu." Basi Sahil akasema, "Hapana, siwezi kwa kweli. Sitaki wazazi wangu wanichukulie vibaya." Basi bibi Betty akamwambia, "Ni sawa, lakini hiki kipindi ambacho hautaki kuambia wazazi, inatakiwa tupate ushahidi mzuri kuhusu yeye ili kuonyesha kwenye uongozi mambo anayofanya." Sahil akamwambia, "Na itawezekanaje? Na uhakika wewe sio mwanafunzi pekee anayekufanyia hivyo. Kwa hiyo itatakiwa tumwambie kila mtu ili lengo letu liwe moja, ili tuweze kupata ushahidi huo." Basi bibi akamwambia, "Ni sawa, asante." Basi bana baadaye ikabidi wamfuate kila mwanafunzi ili kumuelezea kuhusu mpango wao, na hapo ndio mwisho wa kigongo hichi hapa. Kuendelea na kigongo kinachofuata, bonyeza linki hapo kwenye bio. Ulikuwa nami Davidio, tukutane katika kipande kinachofuata. Bye bye.